Kazi yenye baraka za Mungu ikoje? Napenda nikushirikishe hili siku ya leo kwa sababu watu wengi tunaomba Mungu atubariki, tunatamani Mungu atuinue katika maisha yetu na hatufahamu kwamba kuna mafanikio katika dunia hii ambayo yanatokana na shetani, mengine ni bidii ya mtu mwenyewe tu na maagano mbalimbali na dhuluma, mwingine anadhulumu watu ndipo anaonekana kama amefanikiwa. Sasa tunapohitaji tupokee baraka kutoka kwa Mungu, tunapaswa kuzingatia nini? Sifa zake ni zipi? Ili ujue kwamba baraka ya kazi ya unayoifanya inatoka kwa Mungu, kwanza inamtukuza Mungu. Utaona kwamba katika kazi unayoifanya Mungu anainuliwa. Hakuna mahali popote ambako shetani anapata utukufu, bali Mungu ndiye anainuliwa katika kazi yako. Watu hawakuinui wewe, watu hawakutukuzi wewe, watu wanamtukuza Mungu ambaye amekubariki. Lakini jambo la pili, unaifurahia. Utaona kwamba kazi ambayo ina baraka za Mungu, unaitamkia baraka wewe mwenyewe. Huilalamiki, huinung'uniki, bali unaibariki kwa maneno yako mwenyewe. Unaitabiria mema, unaifurahia hata unapoifanya. Kwa hii inaonyesha wazi kabisa kwamba hii kazi ina baraka kutoka kwa Bwana na sio kwamba unajilazimisha tu kufanya kazi hiyo. Lakini jingine ni kwamba inakulipa. Kwa sababu unaposoma hata katika maandiko katika Zaburi 128 mstari wa 2, Biblia inasema taabu ya mikono yako hakika utaila, utakuwa heri na kwako kwema. Yaani unaila taabu ya mikono yako. Hui kama msukule tu unaotumika kwa ajili ya wengine wakati huo hunufaiki chochote. Katika baraka za kimungu utaona kabisa kwamba inatimiza mahitaji yako ya msingi na unapata hata na ziada kwa sababu ni baraka kutoka kwa Bwana. Lakini jambo jingine utaona kwamba unaifanya ile kazi kwa ubora, kwa viwango. Utaona kabisa kwamba unaiona neema, unaona kipaji chako kikihusika, unaona ujuzi, unaona karama zako zikihusika katika kazi hiyo, katika ubunifu mbalimbali na unaifanya katika viwango na ubora ambao hata yule unayemhudumia anajisikia kwamba kweli huyo ni mtumishi wa Mungu pia. Lakini jambo jingine utaona kwamba inabariki kazi ya Mungu na watu wengine. Haiwi kazi ambayo inakubariki wewe peke yako unajinufaisha mwenyewe. Wakati Mungu alipombariki Ibrahimu na tunajua kwamba Ibrahimu ni baba wa imani na ndiye hasa msingi wa imani yetu katika baraka mbalimbali, maana Mungu wetu ni Mungu wa Ibrahimu. Ukisoma Mwanzo 12 mstari wa 2 utaona neno la Mungu linasema, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba Mungu aliahidi kumbariki ili naye awe baraka. Kwa hiyo utaona kabisa kwamba kama kazi unayoifanya haigusi mtu mwingine katika maisha yako, haigusi wahitaji, haigusi watu wanaoishi katika mazingira hatarishi kwa namna yoyote, haigusi kazi ya Mungu ya ufalme wa Mungu, basi bado hiyo kazi haijabarikiwa. Maana Mungu hakutuweka hapa duniani kwa ajili yetu wenyewe. Sisi tuko kwenye ufalme wake kama mabalozi wake. Kwa hiyo lazima uangalie katika maisha yako kwamba Mungu ananufaika nini na kazi yako. Inapokuwa kwamba unajinufaisha mwenyewe na familia yako, basi hiyo kazi bado haina baraka za Mungu. Inafanana na wapagani, tuna watu wengine ambao hawamchi Mungu. Haya mambo machache nimependa kukugusia ili uweze kutambua sifa za msingi za kuzingatia ili utambue kwamba hii kazi ina baraka za Mungu. Niombe kwa ajili yako. Mungu msaidie ndugu huyu ambaye amesikia maneno haya. Natamani kwamba Mungu wa majeshi umuinue katika maisha yake, ili kazi anazozifanya zisiwe kazi ambazo hazina baraka za Mungu. Aone neema yako ikimfunika na nguvu zako katika maisha yake, akakutukuze wakati wote na kukuinua katika jina la Yesu. Amen.